Kwa majina naitwa Charles Kaseria, ni mhifadhi misitu wa TFS wilaya ya Mkuranga. Katika siku ya nyuki duniani, nipende kusema kwamba sisi TFS wilaya ya Mkuranga, kwanza tunashukuru kwa siku hii maalum kabisa kwa ajili ya nyuki, kwani ni moja ya siku nzuri sana ambayo inaamsha chachu kwa kila mmoja wetu. Kwani umuhimu wa nyuki unaweza usiuone hivi hivi, lakini nyuki unaweza kusema ndio maisha yetu. Na ndio maana hata kauli mbiu nayo iko vizuri kwa mwaka huu inayosema nyuki ni uhai, ni uchumi imara, kwa hiyo tuwahifadhi. Kwa hiyo ukiweza kuona kwamba unaweza usione faida yao moja kwa moja, lakini kwa wana sayansi au watu wote ambao wamesoma wanajua ili upate chakula nyuki lazima awepo, kwa sababu ndio anayehusika kwenye uchafushaji. Sasa tunapata asali, tunapata mazao mbalimbali. Kwa hiyo nyuki ni moja ya mdudu ambaye ni mwenye faida sana kwa maisha ya mwanadamu. Sisi kama Mkuranga katika sekta ya nyuki ni moja ya wadau na sisi ni moja ya wahusika tunaohusika moja kwa moja kwenye shughuli hiyo za ufugaji nyuki. Ofisi yetu ya TFS Mkuranga tunafuga kwenye msitu wetu wa Vikindu, ambapo tunayo mzinga 94. Mizinga hii sisi ambao tunaitumia sasa kwa sababu kwa shughuli nyingi, ufugaji wa nyuki tupate asali na mazao yake, lakini vile vile pia ni shamba darasa kwa wananchi wanaozunguka hifadhi hii au na wananchi wote katika wilaya yetu ya Mkuranga. Lakini vile vile pia ni shamba darasa, tunaitumia sana kama shamba darasa. Watu wanatembea hapa kuja kujifunza. Mnafanyaje ninyi? Mnafanyaje? Tunawaeleza. Bahati nzuri tuna wataalamu wazuri ambapo sasa wananchi wanapofika hapa wanapata elimu ya nyuki. Kwa hiyo katika siku ya nyuki duniani niweze kusema mimi nitoe rai kwa watu wote, hasa wananchi wanaozunguka hifadhi yetu ya Vikindu na wananchi wa ndani ya wilaya yetu, hata walioko nje ya wilaya yetu, wafike katika ofisi zetu kwanza kwa ajili ya kujifunza juu ya nyuki ni nini, ni nani na anafanya nini na faida zake. Lakini vile vile pia kuona hata ile faida sasa tunapata nini kwenye nyuki. Kama sisi kama ofisi tunapata faida nyingi sana. Tunavuna asali ambayo ni moja ya makusanyo, inaongeza makusanyo kwenye kituo. Na sasa hivi tunataka tuingie ndani zaidi kuangalia hasa kuanza kuvuna baadhi ya wanasema mazao mengine tofauti na asali. Mfano propolis, na kuna vitu vingine ambavyo watu wa nyuki, wataalamu wangu wanavifahamu zaidi kwamba tunaweza tukavipata kutoka kwenye nyuki. Kwa hiyo maana unaona kwamba mwelekeo tulionao na tunavyopata siku kama hizi tunaona kwamba kumbe sekta ya nyuki sasa inakuwa imesaminika, na kwa maana hiyo sasa itaendelea kukua zaidi. Na mwamko umeendelea kuwa mkubwa. Kwa mfano sisi katika wilaya yetu ya Mkuranga kupitia hizi elimu ambazo tumekuwa tunazitoa, na katika siku kama hizi maadhimisho yanayofanyika Mkuranga, kwa sasa hivi wafugaji wa nyuki wameongezeka sana. Hapa kwenye hifadhi tayari tuna vikundi 4 ambavyo vinafuga, lakini vile vile kama wilaya mpaka sasa tuna vikundi 36. Toka mwaka 2020 tulikuwa na vikundi 22, lakini mpaka leo ninavyozungumza tuna vikundi 36. Kwa hiyo maana moja kwa moja unaweza kuona kwamba ni vikundi karibu 14 vimeweza kujitengeneza katika miaka hii ya karibuni. Maana wananchi wametengeneza magrupu, wameanzisha vikundi hivyo, wanafuga mizinga. Na uvunaji ni mzuri kwa maana wananchi wanapata asali. Hata sasa hivi ukienda maeneo ya Bupu hasa ambayo sasa ndio ufugaji uko vizuri, wananchi wana asali mpaka sasa hivi tunavyoongea. Kwa hiyo mimi niweze kusema tu kwamba kwa Mkuranga ni moja ya eneo ambalo ni potential sana kwa ufugaji, na moja ya kuwa potential lina sifa zote kwa ajili ya kufugia nyuki. Tukianza na fakta ya maji, Mkuranga maji ni mengi. Yaani ni madimbwi kila kona. Ukija kwenye forage zile vyakula vyao wanavyovitaka, maua wanayotaka, mara nyingi greenish ya Mkuranga inasaidia sana kwa nyuki kupata maua. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba ni wakaribisha wananchi wote kwa ajili ya kuingia kwenye sekta ambayo ni sekta ambayo ni rahisi sana.
Maana useme ukiwekeza kwenye sekta ya nyuki pale wanasema yeye ni kupata tu, sio huwezi kupoteza. Kwanza ni mradi ambao ni mrahisi. Unaweka mizinga yako, ni kuihudumia tu, unapata asali, unapata hela. Na hiyo mizinga anakuwa anaihudumiaje labda? Uhudumiaji wa mizinga ni mojawapo ni ile kuisafisha. Mfano ukishatega, kwanza kuna ile unapotega ili nyuki waingie, maana labda utaweka vile ile mitego yao, hasa unaweka wataalamu wa nyuki unajua zaidi. Nyuki wakishaingia lazima uwe karibu na mizinga yako kuiangalia, ili wale wadudu na wanyama waharibifu wasiweze kufanyaje kuishambulia. Kuna kama sisimizi na wadudu wengine ambao wanaingia wakati mwingine nyuki wanakimbia. Kwa sasa lazima uwe karibu kuhakikisha unaisafishia. Hilo tunaita kufanya ukaguzi. Fanya ukaguzi wa mizinga yako, na baada ya hapo ifanyie huduma kama ni usafi, kuondoa wadudu ambao ni waharibifu, ili nyuki wasije wakafanyaje wakimbia. Na sisi hapa ndio maana tunavuna, na tumekuwa sasa kama shamba darasa kwa wananchi. Mikakati labda mlionayo ya kuendeleza sekta ya nyuki katika ukanda huu? Mikakati ambayo tunayo kama kituo au kama wilaya, ofisi yetu ya TFS wilaya, hasa tukishirikiana na mwenzetu wa halmashauri, afisa nyuki wa halmashauri ya wilaya. Moja ya mikakati ambayo tunayo kwamba sisi tu serikali sasa tufuge wakati wananchi wao hawafugi. Kwa kuwa sisi tunafuga kama kielelezo sasa. Maana sisi tunafuga kibiashara kama serikali tupate mapato, lakini sasa tumekuja na mkakati wa kuhakikisha sasa jamii zinazotuzunguka pia zifuge nyuki kwa wingi. Moja, sisi ufugaji tu huo ni mkakati. Yaani kufanya kwamba tunafuga nyuki huo tosha ni mkakati. Ni mkakati wa kitu gani? Ule tumeweka moja kwa moja ni mkakati wa kutunza mazingira. Kwamba wananchi watakapofuga nyuki kwa wingi zaidi, ina maana hasa watajipatia kipato ambacho hakitaharibu mazingira. Kwa maana yake naweza kusema kwamba ufugaji tu wa nyuki kwetu moja kwa moja ni mkakati kabamba ambao tunautumia kwa sasa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira katika wilaya yetu. Kingine tunautumia mkakati tulionao sasa kwa ajili ya kukuza hiyo. Tumeanza kufanya utoaji wa elimu. Kama ninavyosema kwamba tumekuwa tukitoa elimu mara kwa mara. Ninavyoongea hivi kwenye ofisi yangu, ndani ya mwezi huu wa 5 na wa 4 mtu wangu wa nyuki ameweza kutoa elimu kwa makundi yapatayo 4. Wanakuja ofisini kabisa, wanafunga safari kuja kwa ajili kujifunza ufugaji wa nyuki ofisini, na anatoa elimu kwao na makundi hayo yanafurahia. Tunapata hata taasisi 2 binafsi ambazo ziko katika wilaya yetu zimefika hapa na kujifunza namna ya ufugaji bora wa nyuki. Kwa hiyo ni moja ya mkakati. Nyingine ni kuhamasisha. Hapa nyuma nadhani mwezi wa 4 tumefanya tamasha la nyuki ambalo kila mwaka sisi wilaya ya Mkuranga tumekuwa tunalitekeleza hilo. Hilo moja kwa moja linainua ule uwezo wa wananchi, na vile pia uelewa wa wananchi kwa sasa, kuwaamsha kwamba kumbe kuna kitu kipi ambacho wanaweza wakaingia na wakanufaika nacho. Kwa hiyo sasa kingine mkakati ambao tunao ni kuwawezesha hawa wafugaji wetu kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano tunazo taasisi ambazo zinatoa ruzuku, zinatoa mikopo kwa vikundi hivyo. Sasa kwa kuwa tunashirikiana na halmashauri ambayo sasa moja kwa moja unaona inawajibika pia kwenye kutoa mikopo kwa kina mama, kwa sababu kwenye makundi kwa mfano wanaofuga nyuki hapa kuna makundi ya kina mama. Kwa hasa ambao moja kwa moja wako kwenye kitengo cha kipengele cha kufanyaje cha kupewa mikopo ile ya 10% na halmashauri. Hiyo ni mojawapo ya njia ambayo pia tunaitumia, lakini mfuko wa misitu Tanzania unawezesha shughuli hizi ambazo zinahusiana na uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo tunaendelea na wadau wengine ambao wako tayari kuweza kusaidia wafugaji nyuki. Na bahati nzuri katika wilaya yetu ya Mkuranga tunaye mfugaji mmoja sasa hivi ana mizinga karibu 5000. Ameanza mwaka jana, lakini tunavyoongea sasa hivi ana mizinga karibu 5000. Na yeye mpango wake ni kufikisha mizinga zaidi ya 100,000. Na hapo sasa na yeye tayari bahati nzuri juzi kwenye tamasha akaahidi yuko tayari kuwasaidia hata wafugaji wengine, na ameshaanza kwenye eneo lake analofugia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba katika wilaya ya Mkuranga tunakuja kwa kasi, kwa kuwa tayari mikakati na namna mipango ambayo tunayo ya kuweza kuwawezesha wananchi wanaozunguka maeneo yetu waweze kujihusisha na ufugaji. Lakini lengo kubwa tulionalo ni kwanza kuwainua kiuchumi hao, lakini kulinda rasilimali misitu zilizopo
ili tusije kuathiri mazingira. Asante. Asante. Tumeona nyuki ni faida kwenye dawa, ni faida pia kwenye uchumi. Tunajipatia kipato kupitia nyuki. Una neno gani la kumwambia mwananchi leo kuhusiana na fursa ya nyuki Mkuranga? Fursa ya nyuki ni kubwa. Fursa ya nyuki ni kubwa sana. Kwanza nikianza na kwamba nimeanzia kwenye sehemu ya ufugaji, kwamba watu wengi hawajaanza kufuga. Ukiona kitu hakijafanywa na wengi, moja kwa moja ni fursa, kwamba maana yake una uwezo wa kukifanya na kikakupatia faida. Na katika kufuga huko, mazao ya nyuki upatikanaji wake bado ni mchache. Yaani ukiangalia mavuno yanayopatikana kwenye nyuki na mahitaji tulionayo kwenye jamii, unaona kwamba haviendani. Mahitaji ni makubwa kuliko kile tunachofanyaje kinachozalishwa. Kwa sasa kama kitu kiko hivyo, kina mahitaji makubwa kwenye jamii, moja kwa moja ile ni fursa kubwa sana kwa watu wetu. Kwa mimi ni washauri wananchi waweze kuchangamkia, kwani asali ina soko. Ukiweka asali hapo, watu wanakuja hapa, tunaweka asali zinaisha. Watu wanatoka wanakotoka kuja kuitafuta asali mpaka wanafika hapa msituni, wanatoka huko mjini kuja kutafuta asali hapa. Kwa moja kwa moja kwamba kumbe ina fursa kubwa. Na ukiangalia kilo moja inauzwa 12,000 mpaka 15,000. Ukizunguka hata kwa mitaani, unaona moja kwa moja kumbe ni kitu chenye faida. Ukija kwenye mazao yake ndio sasa yana hela zaidi. Na mengine sasa yanatumia kama dawa. Kwa sasa niweze kutoa wito sasa kwa wananchi kwamba kumbe nyuki tusione tu kama ni ipo tu. Ni sekta yenye fursa nyingi. Ndani ya nchi yetu asali inahitajika kwa wingi, na nje ya nchi yetu asali inahitajika kwa wingi. Ni uwezo wa wewe tu kuweza kufuga, kuweka mizinga yako na ukapata faida nyingi lukuki ambazo zitakuinua kiuchumi katika wilaya yetu ya Mkuranga na hata labda maeneo mengine ambako unaweza kufuga nyuki.